Unajua toka maandamano yameanza, wananchi hawana imani kabisa na vyombo vyao vya usalama, especially jeshi la polisi. Ni kama kuna vita inaendelea kati ya wananchi na polisi, hawaaminiani kabisa yani. Na yale maandamano ni kama yaliamsha kitu fulani ndani ya Tanzania, kwa sababu kwa sasa hivi hawaogopi kusimamia kile wanachokiamini kuwa ni sahihi. Na hisi wewe mwenyewe ni shahidi, unaona naendelea. Hawaogopi kabisa yani. Wakiamua na wana umoja. Wakiamua kwamba ni hivi, ni hivi, wanasimamia kweli. Liwalo na liwe, umeona. Ila ni kitu kizuri kwa sababu inabidi utetee kile unachoamini ni sahihi, na vile vyombo vya usalama viko pale kukulinda wewe. Unajua kuna kitu kimejitokeza Shinyanga, na kwenda kukuonyesha hiyo video. Yani I say watu wamebadilika, watu ni majasiri, asikwambie mtu. Kuna godown moja la godoro liliungua. Jamaa wakapiga simu polisi, akamwambia bana huko kuna magodoro yanaungua yani. Alafu pale sehemu ya jeshi la zimamoto lilipo ofisi zao sio mbali na hapo hicho hilo godown la godoro lilipo. Ilikuwa kama ni dakika 2 yani kiasi kwamba hata anaweza akaja kwa mguu. Lakini wale jamaa waliwaambia kwamba gari halina upepo. Na walifika eneo la tukio baada ya masaa 2. Kwa hiyo wakakuta wananchi wameshanuna yani, hawataki tena kuwaona. Sasa sitaki kuongea sana, hem tuende tuone ni kitu gani kilitokea, alafu niambie chochote hapo kwenye comment. Unashauri nini, au unahisi wananchi walikuwa sahihi au wamekosea? Tuanze tucheki hiyo video. Hali ilikuwa sio nzuri hapa. Ndio tumepigia simu mapema sana. Zaidi ya masaa 2 mvua imeanza, yani kabla mvua ianze kunyesha. Moto umeanza kuwaka. Tunapigia simu anasema gari haina upepo. Ila endapo kama ingekuwa maandamano ingekuwa watu wameshakuja hapa. Kwa hiyo inakuwa hivi. Angalia kama vilivyoungua dakika chache hivi vimeungua. Na wananchi, yani wananchi ndio wanaonekana wananchi ndio wajitolea kufanya hii kazi hapa. Kiasi kwamba fire hapa ni dakika 2 kutoka fire mpaka hapa. Inakuaje hivi? Labda vingine nini ambacho mnakiomba kama wananchi? Nini kingine ambacho mnakiomba kama wananchi? Tunachokiomba si hapa kikubwa kabisa. Na hisi mwenyewe umejionea jinsi walivyoeleza na tukio kwa ujumla. Yani mimi ninavyoona wale polisi hawakufika pale kwa lengo la kureason. Yani ilikuwa ni kwamba ICM potea. Yani ndo tafsiri halisi. Na nahisi inabidi hata ile jina la jeshi la polisi libadilishwe, kwa sababu jeshi la polisi linaitwa kwamba police force, sio police service. Hamna service, ni force, kwamba mfuata sheria, tunasema hivi ni hivi. Kwa hiyo inakuwa ni tayari kwamba isha kuwekea ule uoga kwamba wewe uko chini ya utawala, yani inabidi uobey kama mtumwa yani, lakini husikilizi, sio service. Sababu wakiwa na offer huduma ni kwamba unamsikiliza yule mtu anahitaji nini, ndo unatoa huduma. Umeona, mimi nahisi yani hata risasi zisingelia, wangekaa nao wakawaambia jamani, tumekuja tusameheni, ombeni samahani tu jamani, tumekosea, tumechelewa kwa sababu hii na hii. Maana yake kwamba ile gari kutokuwa na upepo ni uzembe. Yani inatakiwa mtu unapofika kazini, unajua mambo ya moto yani hizo zina happen anytime. Sio kila siku, lakini muda wote kinaweza kikatokea, ujui ni lini. Ni kama kifo yani, ina happen ghafla sana. Kwa hiyo unatakiwa mtu unapofika kazini wanacheki bana, vyombo vyetu viko salama, viko fresh, gari lina maji, kuna mafuta kwenye tank, alafu kuna upepo. Manake yani ni kama ile madefender yanapata mafuta, vipi leo haya magari ya zimamoto kwa nini yakose mafuta, zile ambulance? Kwa mimi nahisi hiyo kwamba gari halina upepo ilikuwa kama ni mwanya wa kutoa rushwa, kwa sababu vitu ndio vilivyokuwa vinaoperate hivyo before, kwamba unaweza ukapiga simu polisi, jamani hapa tumevamiwa nini, unakuja baada ya masaa 3 majambazi washaondoka. Kwa watu nahisi wameshachoshwa na hiyo mifumo, wanahisi kwamba ndivyo inavyofanyika, ni ndivyo polisi wanapofanya.
labda inawezekana ni kweli kwamba alikuwa na upepo, lakini hiyo sio reason. Na maana hapo hamna hata vifaa vya kujaza upepo gari kweli. Ina maana likiishiwa upepo mnanyoa wanaenda wapi? Wanaenda kwa fundi labda chocho hapo mtaani kujaza upepo. Kwa hiyo haikuwa reason bwana. Wao wananchi wame mind yani. Na sasa hivi naona watu waogopi risasi mzee. Hiyo ni noma ni noma sana. Watu waogopi bunduki yani. Wewe piga na kuangalia. Yaani kwa kile kilichotokea katika maandamano, yaani Watanzania wamepata ujasiri sana kiukweli. Sasa zilikuwa zikilia watu wamepotea, lakini sasa hivi zinalia wanakusogelea, unasema nini? Kwa inabidi, na wale walikuwa ni FFU, unajua FFU walikuwa wanaogopeka sana, lakini siku hizi naona hamna yani. Watu bana wameamua liwalo na liwe yani. Hawana imani na jeshi la polisi, hawana imani na vyombo vyao vya usalama. Sasa yani mimi nahisi inabidi tu wawasikilize wananchi. Hiyo ni ishara kwamba wananchi walikuwa wameshachoka yani, wamechoka na mifumo inayoendelea, umeona, na hivi vyombo. Inabidi waanze kuwasikiliza wananchi wanasema nini. At least weka, unajua yani pale ni una engage na watu yani, Watanzania kwa Watanzania. Weka kwanza magwanda pembeni, vyo pembeni, alafu mnaongea, jamani issue ni nini? Ilikuwa ni hivi na hivi, unawaruhusu waongee, watoe ile sumu. Mtu anapoongea anatoa hasira. Kwa sababu yule hawezi akakushambulia, waweza wakashambulia askari. Hivi kweli Mtanzania ushaona Mtanzania anapiga askari? Haijawahi kutokea, umeona. Ndio maana wakiona tu ile gwanda, ile uniform wanaheshimu. Unaweza ukamuonea, ukafanya chochote hivyo yani, inakuwa tu ni polisi amenini, wanatuonea lakini hawafanyi chochote wakugusa. Kwa hiyo tayari una ile protection, uko safe ukiwa kwenye zile gwanda. Kwa hiyo ni ku-approach tu, jamani issue ni nini? ABCD, unawaruhusu wanaongea, wanatoa hasira, mnaweka suluhisho pale, nini, mambo yanaisha yani. Hivyo yani kile kitu cha kuwasikiliza ni vitu simple, lakini inaonekana ishashindikana yani. Umeona, ishashindikana kabisa. Na mimi nahisi hata maaskari wanajua kabisa bana, hao wananchi watupendi, wanatuchukia ni kinoma yani. Wakipata hata chance ya kutufanya chochote yani tumeisha, umeona. Nahisi kabisa wana wasiwasi, kwa sababu wao pia ni binadamu. Na maaskari wengi unakuta tunaishi nao mtaani, kwa hiyo anaweza kawa ni jirani yako nini. Kwa hiyo unakuta ni kazi fulani ya lawama mzee. Askari kazi ya lawama sana. Alafu ni yani sijui nisemeje, lakini nahisi hata wewe jibu unalo. Ni kazi ya lawama sana yani. Na ili usurvive inabidi utende haki na uwe upande wa wananchi. Yani usiwe police force, inabidi uwe police service. Hapo utasurvive. Lakini ukiwa police force ya kila siku unajiongezea maadui, hapo inakuwa so fresh yani, umeona. Kwa sababu sasa hivi watu wamebadilika mzee. Unajua kwa wale maandamano tulivyoona mpaka polisi wameuawa wako chini, aisee ni noma. Mimi nishtua sana yani. Yaani ndivyoona yani tumefikia hiyo stage. Watu mpaka kufikia hatua ya kuattack yani vyombo vya ulinzi na usalama. Na kwa wale waliotokea tena vyombo vya ulinzi na usalama vilivyofanya kwa wananchi, hadi rais kaweka tume ya kuchunguza. Kwa hiyo na maana ni kama kuna uadui kati ya wananchi na polisi, kwa sababu hao ndo wana engage sana. Jeshi halina noma, kwa sababu yani hamna hata beef, kwa sababu wale bwana wako zao huko wanadili na mambo yao. Umeona, wana mambo mengi wenyewe, wako zao huko, hata tuwaoni mara kwa mara. Lakini polisi ni kama vile ni jirani yako. Unajua unaweza kuwa unaishi sehemu alafu ya jirani yako msumbufu sana, ni mnoko sana. Yaani hamuelewani sana, yani ni vita, ni uadui kila siku. Hivyo yani ndio kama jeshi la polisi na wananchi. Na hizo inabidi wabadilishe strategy. Yaani waanze kuongea na watu, kuwasikiliza. Waanze kuomba samahani. Wewe kama binadamu bwana, waacha hayo mambo wewe. Kwa sababu hilo tukio kama la Godoro lilikuwa linazuilika ni mapema. Uje baada ya masaa mawili kweli. Na nahisi wale wananchi walizima moto wenyewe kwa jinsi wanavyoongea, na mpaka askari wale kufika kuzuia kwamba bana muondokeni na chaneni na sisi, ndio wao kuja wengine kwamba kuanza kupiga risasi nini kuwasambaza.
sio kitu kizuri, sio kila kitu ni cha kutumia force. Anyway, nakwenda kuishia hapo kwa leo, na kama ni mara yako ya kwanza katika YouTube channel, fanya kusubscribe ili nikidrop video nyingine uwe wa kwanza kuiona. Na vile vile tunataka tufike subscribers 100 mwisho wa huu mwezi. Tunakaribia pale, na kwa wale ambao mmesubscribe napenda kusema asante kwa support yenu. Inanipa moyo kuendelea ku grind, vile vile kupush katika hustle zangu, kwa sababu nitakuja ku document kila kitu katika YouTube channel, utaweza kuona, na tutakuwa kitu kimoja. Umeona, tuna share ideas kama vijana ili tuweze kuinuka kufikia malengo yetu, na ndio lengo la hii channel. Sio channel ya siasa, ila nagusia tu kidogo ili tuweze kuona ni kitu gani kinaendelea, kwa sababu yanatugusa katika jamii na yanatokea kwa Watanzania wenzetu vile vile. Ndio maana nagusia kidogo, japokuwa siendi sana deep kwenye politics, umeona. Kwa hiyo asante kwa kuangalia, tuonane katika video inayofuata.